Basi tunatoa shukrani jioni hii tumesikia Mungu anapozungumza hapa Ngei Huruma Nairobi. Nimesikia jinsi Mungu alivyo na mahitaji. Ninaona watu wametega sikio kupata kusikia kusudi la Mungu kutuleta mahali hapa. Imeandikwa katika agano ambalo nitasoma. Wakolosai 2:14 inasema Norucho oko ketho manondiki mondo dwanywago e chik mamon kodwa. Nogolo wachno oko kendo nogure msalaba. Nomayo joloch kod joteko gi lwenjegi kendo nomiyo gi wich kuot ka nomiyo ji oneno gi ratiro ni oserogi chuth e msalaba. Wakolosai 2:14 inasema akisha kuifuta ile hati yenye mashtaka yaliyokuwa yanatukabili pamoja na amri zake, aliondoa isiwepo tena, akiigongomea kwenye msalaba wake. Tusome katika kitabu cha Injili wa Luka 4:17. Nomiye kitabu jonabi Isaya, noyelo kitabu nonwang'o kamondike niya, Roho mar Ruoth ni kuoma, nikech osewira gi mo mondo ayal wach maber ne joma modhier. Noora mondo ahul gony ne joma otwe, mondo ahul yepo mar wang' ne muofni, mondo agony ji duto misando. Luka 4:17 inasema naye akapewa kitabu cha nabii Isaya, akakifungua na kukuta mahali palipoandikwa, Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa sababu amenitia mafuta kuwaletea masikini habari njema. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena, kuwaweka huru wanaoonewa, na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubalika. Amen. Amina. Nasachua kwa Yesu wa Nazareti. Mungu wetu, kwa jina la Yesu Mnazareti, jioni hii umetuleta tupate kulihubiri neno lako lenye uhai. Tumesimama hapa Huruma Ngei Nairobi. Mungu utukuzwe, hatima ya mkutano uonekane. Utukuzwe hata milele. Kwa jina la Yesu wa Nazareti. Amen. Amina. Tusalimianeni hewani zote kwa jina la Yesu. Alex Kamaziga. Majina yangu ni Alex Kamaziga. Nyola Ichula Suba Mfangano District. Nimezaliwa katika kiziwa cha Mfangano kule Suba District, Homa Bay County, katika county ya Homa Bay. Wat madwaya lokago ndiamo anbe na winyo kiyale. Neno nitakalohubiri hapa nami pia nilikuta likihubiriwa. Kijana poka nyombo. Ikiwa ningali kijana sitapata katika ndoa. Mimi pia nilimaliza masomo sawia na vijana wengine, lakini katendeka kwangu vizuri, na pia ni bahati nzuri itatendeka kwa wengine sawia nami. Neno la Mungu lilikuwa likihubiriwa katika barabara kuu kuliko hii hapa, katika kiwanja kikubwa sana walipoweka vipaza sauti vikubwa sana. Mhubiri aliyehubiri nilisikia akisema kwamba kila atendaye dhambi ni wa shetani. Nami pia nilikuwa mpita njia kama wengine, lakini kibahati nzuri nilikuwa na usikivu njema. Nilianza kusongea karibu
Mtakatifu, nachopo mondo apong' kod teko mar Roho Maler, nami nikafikia hatua ya kujazwa Roho Mtakatifu. kawuotho kod Roho Maler, Baada ya kutembea na Roho Mtakatifu, napo kagowe luong mondo ayal wach Nyasaye madwa yalo ka godhiambo. nikafikia wito wa neno la Mungu ambalo nitalihubiri hapa jioni. Wach Nyasaye miyalo omanyo jawinjo, omanyo jadwaro. Neno la Mungu linalohubiriwa linamhitaji yule msikilizaji, tena mwenye mahitaji, Miero opogore, udi opogore, kwa sababu maboma ni tofauti tofauti na manyumba vile vile. jibe opogore opogore. Watu pia ni watu wa aina mbalimbali, To injili kiyalo, injili en konyruok ne ng'ama winjo. na injili inapohubiriwa inakuwa msaada kwa yule anayesikia. Ne injili nyalo chul gi misik ka ng'ato mosetamo joma mang'eny chulgo. Tena injili inaweza kubeba mzigo wa familia fulani ambao umewalemea watu. Emomiyo kiyale to waketi adhara mondo mon gi chwo gi nyithindo gi matindo gi madongo winji. Ndiyo maana katika mahubiri yetu tunaiweka hadharani ili wake kwa ume na watoto wapate kusikia. Odhiambo adwa lero weche masomo e muma. Jioni nitaeleza yale nimesoma katika Agano, To jal ma Nyasaye dwaro ni mondo okony to biro konyo godhiambo. na mtu yule Mungu amependelea kumsaidia atapata msaada jioni ya leo. Kaka wach Nyasaye ng'ato ok nyal pondone. Na jinsi neno la Mungu mtu hawezi akajificha atoroke, Chandruok ng'ato nyalo pondogo to wach Nyasaye ok ng'ato ok nyal pondone. ila shida mtu anaweza kujificha nalo, lakini neno la Mungu huwezi ukajifichia. Muma masomo wacho niya, Andiko nimesoma linasema, norucho oko ketho manondiki manodonjnwago. alifutilia mbali dhambi zote zilizoandikwa yenye mashtaka juu yetu E chik mamon kodwa. katika sheria iliyokuwa dhidi yetu. Wach madwa lero godhiambo kapok akelo meja Yesu, Jumba nitakaloeleza kabla sijamleta jemedari Yesu en gima iluongo ni dala modonjne. ni kile kiitwacho boma lenye kushtakiwa. Wan gi miere ma jasigu odonjonegi. Tuna mafamilia adui amewashtaki To odonjnegi kod chik mamon kodgi. na wameshtakiwa katika sheria dhidi yao. Iwinjo puga ka kiwinjo ni ng'ato odonjoni ka polis, Wasikia humu kwetu mtu akikushtaki kwa askari, iwinjo ka ionge kod kwe. unahisi umekosa amani kabisa. Mano kata in gi cheo kata in gi pesa, Hapo hata ukiwa na cheo, hata ukiwa na pesa, iwinjo ni odonjni. lakini ukasikia tu umeshtakiwa, Idwa temo nono gimomiyo odonjni. utachunguza sana sababu gani umeshtakiwa. To jal masome muma ni donjonega jini. Lakini huyu nimemsoma kwa Biblia kwamba ni mwenye mashtaka huyu, En onyalo donjone kata okil maduong' manyalo buche madongo. anaweza akamshtaki hata wakili mkuu sana ambaye anasikiliza kesi za watu. Kendo en onyalo donjone dala ma ji ong'e ni dala monyono piny. Anaweza kashtaki boma ambalo linajulikana ni watu wa mashuhuri sana. Koro Paul wacho ni ji niya, Sasa Paulo anawaambia watu, ibiro ruch wach modonjonego dala moro. itafutiliwa mbali kila jambo lililotumika kushtaki familia fulani. Wan gi miere modonjnegi gi jawasigu. Tuna maboma walioshtakiwa na mwadui, Kendo wan gi mon mabeyo to jasigu odonjonegi. tuna wake wazuri lakini adui amewashtaki. Wan gi jodongo mabeyo to jasigu to odonjonegi. Tuna wazee wazuri pia adui amewashtaki. Wan gi nyiri malong'o to jasigu odonjonegi. Tuna wasichana wazuri adui amewashtaki. To jasigu odonjonegi chik mamon kode. Lakini adui amewashtaki katika sheria ile iliyokuwa dhidi yao. Nitie gima mon kod ngima ng'ato. Kuna kitu ambacho kinachukia maisha ya mtu, Gima mon gi ngima ng'ato kinachochukia maisha ya en mtu gima ok idwa ni dhi maber. ni kile akikutakii kuenda salama. Wan gi miere ma jasigu odonjonegi. Tuna maboma mwadui amewashtaki. Samoro gin gi joma gipuonjo e sikunde madongo. Pengine wako na watoto wanaelimisha katika shule kubwa kubwa, Gin e sikunde madongo dongo e purwa ka. wapo katika shule za maana katika nchi yetu. To kata kamano, Hata hivyo gima ber ma ginyalo neno to onge. hakuna kizuri ambacho wanaweza kuona. Wan gi mon monyono piny e mier manigi tede. Tuna wanawake walioimarika sana katika ndoa zao, To ginyalo neno ber e mier ma gitedego. ila tu hawawezi wakaona wema katika ndoa
na kesi kubwa. Nongimbe kingio mosinyako. Wewe pia msichana unapotazama Mitendo malongo. ulioneka vizuri kabisa, Kes manodoji nigo. lakini kesi iliyokuwa dhidi yako Yandirigo miwe odi. ilifanya ukatoroka nyumba yako. Kawoni sepango miere. Leo umepanga maboma. Tinukanga tungi. Tena mtu anapokutazama Iparani pokitendo. watu wanadhania haujaoleka, Kainamo sini na kuondia birio. lakini umeleli. Injili ni yalo bongiambo. Injili inayohubiriwa jioni. Wabiro manyo dala modojine. Tatafuta boma iliyoshtakiwa. Tarajio sewa jini pinyo donkodi. Ijapo watu wamesema umekerwa na ulimwengu, Injili toko washkamano. lakini injili nayo haisemi hivyo. Wasipi ni manyalo wacho. Marafiki ndio wanaweza kusema Pinyo donkodi. kwamba kweli ulimwengu umekukera, Ane injili berna yodiambo. lakini napendezwa na injili jioni. Romanyo kijana modojine. Tatafuta kijana iliyoshtakiwa. Wagi kijana maroteke. Kuna vijana wenye nguvu, Wagi maber manyalo temo. lakini kizuri cha kufanya Engi maonge wana makelo. ni kile hakina faida kabisa. Angumyo wala kitendo donyo. Kwa nini faida ipatikane? Enga modojine. Ni mtu mshtakiwa Achik mamono kode. katika sheria dhidi yake. Wagi joma peo. Kuna watu wazuri mno, Kino kine nukuwuko. ukimwona anapotembea Bibi penjini ya. wewe pia unajiuliza, Kijana maberni. huyu kijana mzuri Angoma tani nyombo. kwa nini hawezi oa? Nodanyine. Lakini alistakiwa Ichik mamono kode. katika sheria dhidi yake Abjomo kotolo bangi. ya watu wanafuatafuata nyuma, Tumono yudu mare. lakini ni apate wake Watamore. imesimikana. Omi yali chini bodiamo. Sasa tunahubiri injili jioni. Iko manyi kijana modonyine. Kijana aliyestakiwa atatafutwa Ichik mamono kode. katika sheria iliyokuwa dhidi yake. Adi school malongo. Ni mtu aliyesoma vizuri, Toki kwati wakitaja school. lakini matendo yake si ya msomi. Nongimbi nyoki kwanyi watu kumi. Hata wao pia wasikia yale watu wanasema juu yako. Ni watu weche makode kwa washikumi. Watu wanasema mambo yasiyofaa juu yako. Ni mabili wangu washikumi. Kwa nini watu wanasema juu yako? Ina majasi wadonyene. Wewe ni mtu ameshtakiwa na maadui. Niwi nyonga modonyene lingi chanrumo. Sikia, yule ameshtakiwa amejaa matatizo. Wangi nyonga kauwako. Kuna watu ambao wakitembea Kawa menginene melegi. wanaona kifo mbele yao. Ogni mani kiti ngimagi. Sio kwamba hiyo ndio hali yao, Ena modonyene. ila ni mtu ameshtakiwa Chik mamon kode. katika sheria dhidi yake. Dodiamo be. Lakini jioni ni njema, Abro kelo jatene luwen. nitamleta akina wajeshi. Dodonyene chik mamon kodi. Kama ulishtakiwa kwa sheria dhidi yako, Weneo. wewe usijali, Wangi nyongo ngiambo. sema tu jioni, Dama nodonyo nano. huyo aliyenishtaki Wan kode uwanja. yupo naye uwanjani. Hallelujah. Haleluya! Dama nodonyo nino. Huyo aliyekushtaki Bichalo takataka. amekuweka kama takataka, Bichalo na maonge kama noae. unakaa kama yule anakuwa. Ibindo kanodonyini. Hata kama umeshtakiwa, Moni bomba kani. wanawake wanakusengenya Inyol totani. kwamba umeshindwa kuzaa. Hallelujah. Haleluya! Moni bomba kani. Wanawake wanakusengenya Itu tibergoni. kwamba umetoshia mavazi, Inyol totani. lakini kuzaa umeshindwa. Kijende pakini. Vijana wanakusifu, Inyalo bomba kani. wanaweza ongea, Tonyombo totani. wanasema umeshindwa kuoa. Kurungi bomba kanini ya. Sasa wanaongea juu yako, Mao biyo mono wa cham. huyu amekuja tumkule, Iseta mimoromo. wamekukula vya kutosha. Biyo wakelo Yesu kwa miyambo. Basi tunamleta Yesu jioni. Dodonyini akona mane. Kama ulishtakiwa sehemu gani, Kawono salamo. lakini leo wakati ni njema, Royalo ya paradiso. utatangaza paradiso. Onyamo kapinyo kue. Jioni wakati Yanga imetulia, Obro manyo dala modonyine. watafuta boma iliyoshtakiwa Chik mamon kodgi. katika sheria iliyokuwa dhidi yao. Neka kani nyuol maber. Tazama, hata kama ulizaa vizuri, Nyithindi minyalo kwano. watoto wa kuhesabika, To niwegi kanye. lakini uliwaacha wapi? Gin kom kanye. Wako wapi? Kenigone ji mbaka niya. Tena unaambia watu Wekuru nene kakuneneno. usinione vile mnaniona, An an gi nyithindo. mimi nina watoto, Ambia yini gi nyithindo. hata mimi nakubali To umezaa, niwegi kanye. lakini wamebaki wapi? Egidong kanye. Waliachwa wapi? Niambe na kendo munenani. Eti mimi pia nilioa vile mnaniona. Kikupandio kakendo. Usidhanie sikuoa, Ambia yini kendo to ni kendo. ninakubali ulioa kweli, To dako niwe kanye. lakini mke yuko wapi? Mama yike yini tendo. Mama, nakubali ulioleka, To niwe to nama
jioni kama ijapo nilishtakiwa katika sheria dhidi yangu, leo itafutiliwa. Huyo aliyenishtaki tunaye mtu mmoja pekee ndiye anaogopa. Yeye haogopi pesa wala haogopi nguvu, haogopi ufahamu. Huyo anaogopa. Tutatangaza jina lake leo. Tafute boma moja iliyoshtakiwa ya sheria dhidi yake. Unapendeza, nimekubali, lakini mbona uoleki? Umeshindwa kuolewa. Wale wameolewa ndio unataka. Nyumba ya watu ndio unaharibu. Kwa sababu gani? Wewe ni mshtakiwa. Katika sheria unauliza kwamba ni kipi chanitawala. Hata wewe pia ukiona dunia, hakuna anayetamani ndoa, hakuna wakutamani kuoa. Watu wanataka mambo ya kutangatana, lakini injili tunahubiri ina njia yake ya kupitia. Tafuta boma moja, boma iliyoshtakiwa katika sheria dhidi yake. Usijali kinachoendelea, hata kama kigafla ulishtakiwa na ugonjwa wa kuangusha watu. Wewe pia unajiuliza, sikuzaliwa na ugonjwa huu. Wakati wako wa masomo watu walijua bidii yako, lakini leo kinachotawala haukai kama msomi kwa sababu umeshtakiwa. Sikia, huyo mwenye mashtaka alimshtaki Naamani. Naamani mtu mkuu anaitwa Naamani wa Ashuru. Naamani alikuwa mshinda vita. Naamani alijulikana. Askari walimjua Naamani. Wenye pesa walimjua Naamani. Wenye akili walimtambua. Lakini yule Naamani maarufu, yule mwenye mashtaka, alimshtaki Naamani ugonjwa wa ukoma. Sasa Naamani anayejulikana hawezi toka kwake. Naamani anayejulikana hawezi shinda vita. Lakini leo jioni, japo umeshtakiwa na mimi, usijali. Leo jioni hubiri Bwana Yesu. Tafuta ulichoshtakiwa nacho, hata kama ni mauti. Leo na jioni utahubiri Yesu yenye kilio, kwa sababu mashtaka yao inawafanya kulia mahali pao. Kuna wanawake ikifika majioni anakosa furaha kabisa kwa sababu ya ile mashtaka imemnyang'anya mume mkononi. Kahaba ndiye amechukua, na huyo kahaba amechukua rafiki yake mfanya biashara, ambaye ikifika jioni anasikia inamuuma kwa sababu fulani tulizoeana amechukua mume wangu. Wapendwa, aliyeshtakiwa hana lolote la kufanya, lakini leo na jioni kama una la kufanya, umemleta aliye na mikono, atamnyang'anya daima. Kama amenyang'anya mume, akunyang'anye mke, akunyang'anye mtoto, utamtangaza Yesu. Haleluya. Tuna watu wanaolia kwamba huyu kijana anaharibu mtoto wake. Alikuwa amezoea familia yetu tu, na ni kwa sababu umeshtakiwa katika sheria dhidi yako. Mtoto wako atapotea hivi. Lakini leo jioni, bila kukasa moyo wako, hebu utafakari kwamba hata kama watu wanaongea hivi, mimi nimeshtakiwa kweli katika sheria dhidi ya maisha yako, kwa sababu
katika sheria dhidi yako. Kuna watu walifundisha, walielimisha watoto, wakapeleka watoto kwa chuo, wamepeleka watoto mahali mbalimbali. Wanasema moyoni, huyu mtoto wangu nateseka naye kwa sababu atanisaidia. Lakini leo hii yule mwenye mashtaka alimshtaki pale chuoni, leo anakunywa pombe ambapo wewe haukukunywa. Hata unajiuliza, huyu mtoto wangu amepata wapi pombe? Ila ni mshtakiwa katika sheria dhidi yake. Lakini leo jioni, ijapo umelia, umejiuliza sana, kuna jawabu jioni. Itasoma jawabu kwa bomba fulani jioni. Tafuta jawabu leo katika maswali yote. Kama umechoka, utatiwa nguvu. Kama unakata tamaa, sikia msikilizaji, kama ulistakiwa na sheria yenye hofu, pia ukikati unapata uchovu, unauliza maswali kwamba nitafanyaje, itafanyikaje? Watu wangapi Nairobi hawajaenda nyumbani, akienda nafuata usingizi, ni mtu mwenye pesa. Kwa nini hawezi jenga? Ni mshtakiwa ya sheria dhidi yake. Lakini leo jioni Yesu tutahubiri, atafungua macho yako, atafungua mawazo yako. Yesu nitahubiri ni mmoja jana, huyo kidogo majeshi hapo pajalishi hapo. Umeshakikaiwa na wapi? Mpungia mwalimu hivi, haijalishi kwamba umeshtakiwa na nini, umechekelewa kiasi gani, watu wameongea kiasi gani. Lakini leo jioni, iwapo ulistakiwa na kesi ambapo bomba ikakutoroka, leo naita bomba peke yako, kwa sababu juu ya watoto wako matendo ya inatisha bomba. Watu wanasema yanayotendeka kwa fulani hayafai kukuja hapa kwetu. Sikia mshtakiwa yule, kila siku anawachwa peke yake, hata marafiki wanatoroka. Kuna watu wameachiliwa hata kama umekataliwa hivyo, kwa sababu umeshtakiwa katika sheria dhidi yako. Kuna watu wengi wakitembea wanawaza kwamba kinachonitendekea, je, nitapata jawabu lake? Kwa sababu alihesabu kwamba mke wa fulani huyu ndiye atainua boma hili, kijana wa fulani ndiye atainua familia yao. Lakini kabla fanya hivyo, akakutana na yule wa mashtaka. Sikia, yule wa mashtaka hategemei mavazi ya ibada. Huyo mwenye mashtaka yeye angalii kwamba watu wanasema wewe ni nani. Huyo mwenye mashtaka yeye ajali kabisa kwamba unasifika kiasi gani. Huyo mwenye mashtaka yeye ajali kabisa kwamba una pesa kiasi gani. Hapa katika agano alimshtaki mama moja, baada ya kupata pesa zikatoshea, ndipo akamshtaki na ili kutoka na damu. Ndiko linasema
nao peke